Karibu sana mtazamaji katika channel hii ya kliniki ya afya ya mapenzi, na kuletea mada nyingine ambayo kidogo ni tete. Inasema mume anapokutana na mke aliyeharibika kisimi. Wanawake wana maumbile tofauti na ya kiume, na wanawake wanachukua muda mrefu sana kufurahia tendo la ndoa, yaani kufika kileleni. Mwanamke anahitaji maandalizi yasiyopungua dakika 14.8 kabla ya kuingiliwa ili aweze kufurahia tendo la ndoa, na hiyo imewashinda wanaume wengi sana. Lakini sio hilo peke yake. Tafiti za kisayansi zinasema kwamba wanawake wengi wanapata shida kufika kileleni kwa kuingiliwa peke yake. Yani wanaofika kileleni kwa kuingiliwa peke yake ni asilimia kati ya 20 hadi 25, haizidi hapo. Kwa hiyo mwanaume anapomwingilia mwanamke bila kumwandaa ya kutosha, akifikiria kwamba kwa sababu anaweza kupiga magoli 5 anapata shida, na hii inakuwa mbaya zaidi kutokana na ukweli kwamba mwanamke ambaye umbali toka pale unaingiza uume wako na pale kisimi kilipo ukizidi sentimita 2.5, inakuwa vigumu sana kwa mwanamke huyo kufika kileleni. Kwa hiyo unaweza kupiga goli 3, 4, 5, 6, 7, lakini mwanamke huyo asifike kileleni. Lakini mbaya zaidi, kuna wanawake wengine ambao wamejichua, visimi vyao vimepata kitu kinaitwa kwa Kiingereza desensitization na sugu ya aina fulani. Kwa hiyo wanapata shida sana kupata hisia. Na sio hilo peke yake, kuna wanawake wengine ambao wamekeketwa. Kuna wanawake wengine ambao walibakwa vile vile. Walibakwa kupenda kufanya mapenzi, lakini kufanya mapenzi. Kwa hiyo kuna hali fulani inatokea ambayo inaathiri kisimi kutokana na mawazo walionayo kutokana na kubakwa. Kubwa ambalo nimelileta siku ya leo ni kwa wanawake ambao walipitia mchezo wa kujichua. Na katika tafiti ya mada hii nimesikitishwa sana na kuumizwa na kushtuka vile vile kwamba kuna akina dada ambao wameanza kujichua wakiwa na umri wa miaka 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kuna wengine walifundishwa na house girl, kuna wengine wamefundishwa na watu tu ambao wako nao karibu, kuna wengine tu wamegundua tu wenyewe kaanza kujichua kutoka kwenye umri mdogo sana. Sasa hili mwanaume, kwa sababu hulijui na mwanamke anakudanganya, iliyosababisha kuletea video hii ni message ambayo nimepata kutoka kwa mwanamke ambaye anasema huwa namdanganya mume wangu kwamba anafurahia tendo la ndoa, kumbe sifiki. Message ambayo nimeipata, na huyu mwanamke ameagizia, amesema anatafuta hela aagizie dawa kusaidia kufungua vile vipokea hisia, kwa sababu kuna vitu vinaitwa nerve receptors. Vipokea hisia ndani ya kisimi vinapokuwa vimejifunga vingi kutokana na masturbation, inaleta shida. Na vile vile kuna wanawake wengine ambao wamekuwa wanaangalia picha za ngono kwa muda mrefu, vile vile kisimi kinaathirika. Kama mwanamke apate hisia mpaka angalie kwanza picha za ngono, kwa hiyo kisimi kinakuwa kimeathirika vile vile. Kwa hiyo kalijua. Sasa tafiti zinaonyesha kwamba asilimia 67 ya wanawake wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni, kumbe hawajafika. Asilimia 67 ni idadi kubwa sana. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa mwanamke na mwanaume vile vile wajue kwamba kuna hii hali ipo. Lakini sasa ningependa nilete kesi hizi za wanawake ambao wamejichua na mambo ambayo wanasema wamekutana nayo ambayo yanatisha kwa kiasi fulani. Naomba nikusomee. Dokta, nimeogopa maana naona kisimi changu kimedidimia ndani. Kwa kawaida ninavyojua dokta, katika umri wangu huu wa miaka 28, ni wanawake wale ambao wamekoma hedhi ndio ambao visimi vyao huwa vinapungua. Lakini mimi umri wangu ndio huu, miaka 28. Siko karibu kabisa na kukoma hedhi. Hivi karibuni nilikuwa nachezea kisimi changu, nikakiona ni kidogo sana kuliko pale mwanzoni. Bado napata vihisia kidogo, lakini dokta, kisimi kimepungua. Sijui nifanye nini juu ya hili. Naogopa dokta, sijui itakuwaje nikiolewa. Je, kuna tiba? Huyo ni mwanamke. Tiba ipo. Hiyo jibu nimeshampatia, nimeshaongea naye huyu mtu. Kuleta kesi nyingine hapa. Dokta, mimi na umri wa miaka 32.
Juzi juzi nimekuwa najichezea na najishika huko chini, nikashtuka kuona kwamba kisimi changu kimepungua ukubwa. Sijafanya tendo la ndoa kwa miezi 10 iliyopita. Dokta, naona kisimi changu kitapotea. Hebu niambie kuna nini? Hiyo wanawake ambao hawajafanya mapenzi kwa muda mrefu na wenyewe hali hiyo inawakuta. Nimalizie na kesi ya mwisho hapa, alafu niongee mambo ambayo ni ya msingi, ambayo yasikutishe sana. Sikiliza. Dokta, nilipokuwa mdogo, kuna ndugu zangu wanifundisha kuangalia picha za ngono. Nilikuwa na umri wa miaka 11. Nikaanza kujishikashika na kujichezea mwenyewe kwenye kisimi, na nimefanya hivyo sana toka nikiwa primary school, na hali hii nimekuwa nayo mpaka miaka ile wanasema foolish age, na hisi imeniharibia kisimi. Kisimi changu sasa hivi hakina hisia kabisa kama zamani. Kidogo kina hisia kwa mbali, lakini inachukua muda mrefu sana sana kwa mimi kuanza kupata hisia kwenye kisimi. Narudia tena, lakini inanichukua muda mrefu sana kupata hisia kwenye eneo hilo la kisimi. Mara nyingine napata maumivu ninapofanya tendo la ndoa na mwanaume, na mwanaume akinigusa maeneo hayo mengine nasikia maumivu. Dokta, nahisi nimeharibu kisimi changu. Naogopa dokta, kwamba katika maisha yangu sitafurahia tendo la ndoa tena. Kaka mmoja ambaye niko naye kwenye mahusiano ananipenda kweli, anapenda kunishikashika maeneo hayo, naumia kidogo, nakosa raha. Dokta, hiki kitu kinanikosesha raha, na kinakosesha raha sana, na naona aibu hata kukuandikia meseji hii. Naona aibu dokta, yani naona aibu hata kwenda hospitali kwenda kuambia nimekuona mtandaoni, ndio maana nimekuja kwako. Je, ninaweza nikaondokana na hili tatizo? Sasa unapokutana na mwanamke hata kuambia kwamba na tatizo hili la kutokuwa na hisia kwenye kisimi. Sasa ni hivi, kisimi kina miisho ya mishipa ya fahamu isiyopungua 8,000. Hebu fikiria, uchukue visindano 8,000, uvichomeke kwenye kichwa cha uume wako, ukawe kama ni mwanaume, vitaenea. Chukulia visindano vichomeke 8,000, pingi kweli. Sasa kama nilivyozungumza kwenye video nyingine za huko nyuma, ni kwamba kisimi ndio switch ya kumfungulia umeme mwanamke afike kileleni. Sasa ukikutana mwanamke aliyejichua, usipojua mbinu za kumwandaa kwa muda mrefu, na hata ukimwandaa kwa muda mrefu mwanamke huyu, kile kisimi, damu zinakuja zinajaa kwenye kile kisimi, kinavimba, vinatanuka. Vikitanuka sana, inafikia hatua vile vipokea hisia vinafunguka. Sasa ukimwandaa kwa muda mfupi, dakika 5, 7, 10, havitafunguka. Kwa hiyo utaponda wewe, wapi? Hafiki kileleni. Lakini lingine ambalo nimelizungumza ni kwamba ukikutana na mwanamke ambaye sehemu ile ambalo unaingiza uume mpaka kwenye kisimi inazidi sentimita 2.5, huyu mwanamke atapata shida kufika kileleni. Anahitaji mkao maalum ambao kwa kitaalamu tunauita coital alignment technique. Sasa kwa wale ambao wafahamu Kiingereza, alignment yani ni kuweka sawa, yani kama vile ni matairi ya gari yakae sawa sawa, naita tire alignment, yani kitu kikae sawa. Yakae sawa sawa, sio tairi moja linaangalia kushoto lingine linaangalia kulia. Matairi yakae sawa. Hata kwenye baisikeli unaweza kuvivile ukaweka sawa ile ikae vizuri, ikae sawa. Kwa hiyo yani jinsi yani unapokuwa unaingiza uume uende ukasugue eneo lile. Unaona? Sawa? Sasa umeingiza hivi ili iende ikasugue kwenye eneo lile. Sasa wengi ni hivi, unaishia hivi. Kwa hiyo usugue eneo lile ambalo lina kisimi. Kwa hiyo kuna mkao maalum ambao utakwenda unasugua eneo lile kwenye kisimi. Kwa wale ambao nimewatumia video wameuona mkao huo. Kuna video kama 2 au 3 zinaonyesha mkao huo wa jinsi ya kusugua kisimi. Na vile vile mwanamke huyu apanue miguu kivipi? Sawa. Kwa hiyo kuna upanuaji maalum vile vile wa kupanua miguu ili
kisimi kipate ile switch iweze kubanwa na kufunguka na kufungua umeme. Na kuna mkao maalum, basi wanawake wengine wenyewe haujui huo mkao. Sasa haya mambo ni mambo ambayo unakutana nayo, unaona kwamba ni shida, lakini solution ipo. Kwa hiyo utamlaumu mke wako, mbona wewe mgumu kufika kileleni? Wewe mgumu kufika kileleni. Kumbe ni wewe, ni ujinga wako wewe mwenyewe. Utalaumu, utasema tu wanaume wanajui kunifikisha kileleni, wanaume wanifikishi kileleni. Hata mikao ya kuwahi kufikishwa kileleni hujui. Sasa mwanaume, kama nilivyozungumza, maandalizi ni ya muhimu sana ili usaidie kile kisimi kiweze kujaa damu. Kama sisi wanaume ukipata hisia ile dudu linavimba, kadhalika na kisimi na chenyewe cha mwanamke, na yeye akipata hisia, hata chuchu za mwanamke akipata hisia, chuchu zinavimba za mwanamke vile vile. Kwa hiyo mwanaume anapaswa ajue kwamba mwanamke ana maeneo 17 na kila eneo lina ufundi wake na maarifa yake na mbwembwe zake vile vile. Kuna mbwembwe vile vile za kuongezea na madoido mbalimbali. Hilo ni jambo la msingi sana. Lakini lingine ambalo napenda kulizungumza ni hili. Bila shaka unajua kwamba kuna dawa ambazo hizi za maji unaambiwa kabla ya kuitumia dawa hii au kumpa mtoto dawa hii, itikise kwanza. Hilo unalijua kwamba lipo. Kadhalika mwanamke naye ambaye hajui jinsi ya kumwandaa mwanaume ana maeneo 14 na kila eneo lina ufundi wake. Kwa hiyo mwanamke atapata shida kufika kilele kwa sababu hajatikisa zile hormones, vichocheo ambavyo viko ndani ya mwili wake yeye mwenyewe. Kwa sababu hajui vitu vingi vya kumfanyia mwanaume. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kugaragazana na mwanaume. Ujue vitu vya kumfanyia mwanaume, kufanyia ili wewe ufanye yawe na yako ya kufanya. Kama umekuwa mfuatiliaji mzuri wa video zangu hapa YouTube, kuna siku niliota ndoto, I think ni wiki 2 zilizopita au wiki 1 iliyopita, sikumbuki vizuri, lakini niliweka hiyo video hapa. Nikaota niko kwenye ndoto. Huyu mwanamke ananiambia kwamba ndoa ya kwanza ilikufa, sasa niko kwenye ndoa ya pili. Na huyu mwanaume niliye naye sasa hivi ananiandaa sana, ananifanyia vitu vingi sana kwenye tendo la ndoa, lakini mimi sina vya kumfanyia. Ni yote iko kwenye ndoto. Sasa mimi sina vya kumfanyia mwanaume. Sasa mwanaume ananifanyia mambo mengi, lakini mimi sina cha kumfanyia. Wakati Biblia inasema kwamba ni heri kupokea, ni heri kutoa kuliko kupokea. It's more blessed to give than to receive. Na Biblia inasema hivi, God loves a cheerful giver. Mungu anawapenda wanaotoa kwa moyo wa mkunjufu. Sasa wewe huna mambo mengi ya kumfanyia huyu mwanaume. Wewe ukabarikiwa kwa kufika kileleni. Kufika kileleni kwenye ni baraka. Sawa, kufika kileleni kwenye ni baraka ya ndoa. Sasa wewe unafanya mapenzi tu, ufike kileleni, umekuwa tu ni mtu wa kukojolewa. Wakati mambo mengi ya kumfanyia tu mwanaume ujui. Utaendelea kukojolewa sana. Utafika kileleni kila siku ni bao 1 bila, 2 bila. Mwanaume anafika mara 2, wewe hujafika hata mara 1. Haikukeri hiyo, haikusumbui akili hiyo. Haikusumbui akili hiyo. Agizia video. Maelekezo jinsi kupata video hizo ziko hapo chini. Na kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, please subscribe. Bofya pale na ile kengele ili nitakapoweka video nyingine upate taarifa haraka sana. Kuna video nyingine zinakuja, isikupite. Kama unataka video, gharama zake ni shilingi 10,000 na maelekezo yote na kuwekea hapo chini. Video zaidi ya 60. Video sio chini ya 60 utazipata hapo. No, wanaume ni 50 zinakaribia na 50 na, lakini za wanawake zimeshazidi 60. Kwa gharama ya shilingi 10,000 zote hizo, kwa gharama ya shilingi 10,000. Maelekezo na kuwekea hapo chini. Namba zangu za simu vile vile ziko hapo chini. Bye bye.